vijana wakamwambia yule dada yule ni mzuri, lakini mwizi yule mwizi. Ikawa kila kijiji akienda mwishoni anaambiwa hivyo. Kila kijiji anamkuta binti mzuri kweli, anazungumza naye, anakubaliana naye, lakini vijana wanamwambia kasoro yake. Mwishoni orodha imejaa namna hiyo, akaanza sasa pangua, akasema huyu mwizi. Sasa akabaki sasa watatu katika orodha ile. Akabaki katika dia moyo wake huyu mwenye tuhuma za uchawi, amebaki huyu mbea huyu na huyu mwizi. Akasema hapo sasa sina namna ya kufanya. Katika hawa sasa afadhali yupi? Akasema nikimchukua huyu mwenye tuhuma za uchawi huyu, nitakuwa nalala na hofu mimi mwenyewe nyumbani mwangu, sababu sijui yeye atanifanyia nini huyo mtu. Hii itakuwa kazi kubwa sana. Huyu mbea huyu itakuwa kazi kubwa sana ya kusuluhisha magomvi kila siku, maana atakuwa anatilizana huko na wenzake na nani, mimi ananiletea mashtaka hapa. Alafu basi katika kuchagua kwake kabaki yule mwizi. Akasema huyu mwizi huyu naweza kumsaidia huyu. Nitajitahidi, nitalima, nitaleta vyakula vijae pale. Asiwe na sababu ya kuiba. Kama ni nyama, nitatega huko maporini huko nyama mimi mwenyewe, nitaleta hapa nyama kwa wingi, na nitakuwa baba mwenye kuleta mahitaji hapa. Na hapo nafikiri nitakomesha uwizi. Kweli ndio akamuoa yule mwizi yule. Alipomuoa yule mwizi, yule kaka kweli akawa anajitahidi kama akili yake ilivyokuwa. Akawa analima, akawa anavuna vitu vya kula pale, analeta pale majumbani, alafu anatega huko mitego huko nje huko, mitego ya wanyama mbalimbali. Sasa siku moja katika kuhudumia nyumba yake hii hapa, akampata funo. Funo ni kama swala mkubwa hivi wa maporini huko. Amenenepa vizuri, amestawi. Akamkata kipande, akampa mkewe apike nyama ile. Mkewe amepika ile nyama. Wakati huo mumewe sasa amekwenda tena huko kuangalia mitego mingine huko. Amepika nyama ile. Nyama sasa inaanza kutoa mafuta kwenye sufuria ile imenona. Yule dada akaangalia, akasema ngoja. Dada yule akachukua kipande sasa cha nyama kikubwa, akaiba. Yani anapika, sema zoea ya kuiba. Akaiba kidonge cha nyama kikubwa, akaenda nyuma ya nyumba huko kwenda kula. Sasa mumewe aliporudi akamuita pale, mama fulani, kimya. Mama fulani, kumbe anakula nyama huko nyuma ya nyumba huko. Akaenda chumbani kule kumkuta, akaenda jikoni akumkuta kule, akakuta sufuria ya nyama sasa inaiva nyama. Akaita, mama fulani, kimya. Naye akasema ngoja kwanza, kwa hiyo nichukue kipande kimoja hapa na mimi nile kwanza hiki. Kwa hiyo akachukua kipande kimoja cha nyama sasa, akazunguka nyuma ya nyumba, akale, anakwenda kule uso kwa uso na mkewe. Mkewe akamwambia basi kumbe wewe mwizi na mimi mwizi, hapa tunakaa wezi watupu wawili. Ndio hadithi ya Wangoni hiyo bwana. Hadithi ya Wangoni hii inafaa tuunganishe na hija ya leo hii hapa, kwa sababu tunaifanyia kwenye Kwaresma. Jamani, sisi kwanza kale kufika huko kwenda tutakuja hapa kumsifu Mungu, ndio. Kwanza lazima tuje na roho hii ya kusema sisi hapa wezi tu, sisi ni wezi tu. Tumekutana hapa, wengine tunajulikana kwamba ni wezi, wengine hatujakamatwa tu, lakini wote sisi wezi. Kwa hiyo tunafika hapa kwanza tumeshuka kwanza. Asifike mtu hapa aliyejikinai kwamba naenda huko, mimi si kati ya wadhambi, mimi nakwenda kusindikiza watu tu. Hakuna. Hapo umekuja kwa ajili yako mwenyewe.
umekuja kwa ajili yako mwenyewe na roho yako. Kama usipofika na fikra hiyo, hapa itakuwa tu mahali pa kuzunguka tu na kurudi nyumbani. Kwa hiyo tuanze na jambo hilo, ndugu zangu. Sisi tumekutana hapa wadhambi watupu, lakini wadhambi ambao Mungu mwenyewe anatukabidhi wazifa mkubwa. Sasa nimechagua mada moja tu mimi. Tumekuja hapa na udhalili, ila turudi na ari. Kwa hiyo mada yangu ndio hiyo, tumekuja na udhalili, turudi na ari. Tumekuja na udhalili, turudi na ari. Na nitafananisha jambo hili hapa na safari ya wanafunzi wale wawili waliokuwa wanakwenda Emau. Wale wamekuwa wanatoka Yerusalemu kwa udhalili, wakaenda mpaka Emau. Emau wakapata kitu kule, wakarudi Yerusalemu na ari. Tutazungumza sasa hivi hapa na nafikiri tutaelewana. Kwa namna hiyo sasa tuitazame hii mada na shughuli yetu tuliyokuja nayo hapa leo katika sura 3 tu. Kwanza nielezee maana ya hija hii hapa. Nielezee jambo la pili, tumekuja kufanya nini hapa, na nielezee jambo la tatu, turudi namna gani. Kwa hiyo hayo mambo matatu. Kwanza tuanze na maana, alafu tuzungumze tumekuja hapa kufanya nini, alafu turudi tumekuwaje, yani tumekuwa watu wa aina gani. Kwa hiyo maana ya kawaida, kitendo chetu tulichofanya leo hiki ni kutembea kutoka huko tulikotoka huko mpaka hapa kuja kusali na kurudi, ndio hija. Hija ni swala la mwendo kutoka mahala fulani kwenda mpaka mahali fulani, ukafanya mambo ya kiroho pale na kurudi mahali kwako. Hiyo ndio hija. Watu wengine wanatoka wakaenda zao Yerusalemu, wakazunguka kule, wakasali kule, wakarudi tena Tabora huko. Hiyo hija hiyo. Au katoka hapa ukaenda zako Roma huko kwa ajili ya mambo ya kusali, kwa ajili ya mambo ya roho yako, ukarudi tena. Hiyo ndio hija. Vinginevyo kama umekwenda mahali fulani ukazunguka huko ukala na kunywa tu na nini, basi huo labda ni utalii na kurudi nyumbani kwenu. Sasa sio utalii. Hapa tumekuja kwa jambo hilo la kiroho, ni hija. Tumetembea kama wale wanafunzi wa Emau wale, bila kujua vizuri wakatembea kutoka kule Yerusalemu wakaenda zao Emau, wakatembea, lakini wakafanyizwa hija na Yesu Kristo kule, wakasalishwa, wakafanyizwa mambo ya kiroho, ndio wakarudi Yerusalemu. Hawakudhamiria kama hija, lakini Kristo aliwatengenezea hija hivyo. Kwa hiyo kama tafsiri hii haitutoshi, basi tuchukue tafsiri nyingine sasa ya mfano. Mambo haya ya hija ni kama picnic ya kiroho. Picnic au mandari, unakwenda baada ya kuchoka, una udhalili fulani hivi, unaenda mahali fulani kule, unafanya jambo fulani na kujifurahisha, siku unapika, siku unakunywa, unafanyaje, alafu unarudi tena nyumbani kwako ungali umejaa nguvu ya kwenda kufanya upya mambo yako. Kwa hiyo niseme picnic ya kiroho. Nimekuja na udhalili. Udhalili ule ni wa kiroho. Udhalili sasa wa wale waliokuwa wanakwenda Emau wale ulikuwa wapi? Wale watu walikuwa wanatembea wakiwa na udhalili mkubwa sana wa kimwili na wa kiroho. Udhalili wa kimwili, wale watu walikuwa wametembea na Yesu miaka mitatu.
Unajua wakati ule shule haikuwa kama tunakuja sisi huku, kuna majengo fulani hapa. Shule ilikuwa ni kutembea. Yesu alikuwa anatembea, na enzi zile mwalimu ndio alikuwa na ratiba ya kuwatembeza hao wanafunzi wake. Wanafunzi mnajifunza mkali mnatembea na huyo mwalimu wenu huyo. Na kwa kawaida wenyewe wale walikuwa na kama unakwenda kujifunza kwa mwalimu fulani, walikuwa wanajifunza kwa malengo ya kuwa mwandishi wa sheria au kuwa Farisayo. Walikuwa wanatembea na huyo mwalimu wao miaka 38, ndipo walipokuwa wanafuzu kuwa Mafarisayo au kufuzu kuwa waandishi wa sheria. Yesu alitembea nao tu miaka mitatu akiwafundisha mambo mengi sana. Kwa hiyo kwa kweli kwa miaka mitatu ya kutembea huko na huko, ratiba mnategemea tu ya mtu fulani, ilikuwa kuwa katika maungo amechoka. Lakini kilichokuwa kinawasukuma mbele ndio hicho sasa kilikuja kudhihirisha kwamba kumbe wamechoka pia kiakili. Hawa wanafunzi wa Yesu hawakumuelewa Yesu vizuri. Wao walipangilia mambo mengi sana. Wala kina mama walikuwa tu wanamstajabia Yesu, wanamstajabia tu Yesu na wakakubali kumtumikia. Kina Maria Magdalena wanamtumikia kwa mali zao. Kasome ilivyoandikwa katika Luka sura ya 8 aya ya 1 mpaka ya 3. Wala kina mama walikuwa wanamfuata tu Yesu kwa moyo tu usio na hila. Wanaume haikuwa hivyo. Wanaume haikuwa hivyo. Na nafikiri mnayo habari kati ya wanaume na wanawake kuna tofauti zipatazo 6,500. Tofauti zetu ziko 6,500. Ndio maana habari za sijui toane watu wa jinsia moja haiwezekani. Sijui haiwezekani. Sifa za wanawake na za wanaume ziko 6,500. Hakuna anayeweza kuzisawazisha. Akina mama ninyi kwa ujumla, ninyi ni watunza viota. Ndio maana ninyi ni watu wa tulivu tu, ni watunza viota. Kiingereza ninyi ni nest keepers. Wanaume kwa ujumla wao ni wawindaji. Kwa hiyo waliokuwa wanamfuata Yesu Kristo, akina mama walikuwa wamekaa pale kama watunza viota tu, wanamlisha Yesu mwenyewe chakula, wanamlisha na wanafunzi wanapata chakula kwa hela zao wenyewe. Wanaume walikuja pale kuwinda, walikuwa na winda. Walipata fununu kwamba Masia ataanzisha dola kubwa, atakuwa na jeshi kubwa, atakuwa na baraza lake na mawaziri na nini. Wao ndio walikuja hapo. Nani awe mkubwa katika hiyo dola ya Yesu Kristo? Ndio maana Yesu alipokuwa na wasahau tu kidogo hivi, wao walikuwa wanakumbushana, tusahaulisha mkubwa nani hapa? Mkubwa. Ndio maana Yesu Kristo alikuwa na somo la utumishi, somo la kwamba mkubwa wenu au msaidizi wenu mara kwa mara kwa hawa mitume. Kwa hiyo alikuwa anamfuata kwa hesabu hizo za kuwinda. Wamewinda miaka mitatu. Yule aliyekuwa wanamtumaini yule wakamkamata bwana. Mkamata watu wakamsulubisha hivi. Wanamwambia teremka msalabani, ateremke. Fanya miujiza hapo tukuamini, afanye kitu. Badala yake analia, Eloi Eloi lama sabachthani. Hoya. Hapa tumepigwa.